Siku ya leo ni siku muhimu sana kwetu kama kampuni, kwa sababu leo ni siku ambayo tunaenda kuzindua kampeni yetu nyingine ambayo inakuja kipindi hichi cha Disemba na ita cross over mpaka mwezi wa kwanza. Unajua, mara nyingi watu wengi wakifanya reference ya DSTV huwa hawapiti mbali, wanafanya reference wakifananisha na mpira. Kwa ukizungumza mpira tu watu wanarefer DSTV. Kwa hiyo DSTV ina mfanano mkubwa sana na undugu wa karibu sana na mpira. Niliwahi kusema siku za nyuma, imekuwa ni shughuli ndefu sana kwa watu kuzoea DSTV na kuitenganisha na SuperSport. Maana utasikia mpaka mtu anasema, bwana, mimi naenda zangu kulipia SuperSport badala ya kwenda kusema nalipia mpira. Ni kwa sababu ya jinsi ambavyo hadithi ya mpira ilivyo karibu kwenye mioyo yetu na ilivyo ambavyo huwezi kuitenganisha na SuperSport ambayo ni channel iliyopo ndani ya DSTV. Kwa hiyo leo hii rasmi kabisa tunazindua kampeni yetu, kampeni ya AFCON 2025 ambayo ita cross over mpaka 26. Sasa kabla sijazungumzia undani, mtu anaweza kujiuliza kwa nini it's a big deal. Kwanza kabisa, AFCON ni mashindano, AFCON Finals ni mashindano makubwa ya mpira wa miguu kwa upande wa Afrika. Hakuna mashindano mengine makubwa kama haya. Mashindano haya kihistoria yalianza mwaka 1957 yakiwa na timu tatu tu, Egypt, Sudan na Ethiopia. Hawa ndio walianza na Egypt akashinda. Yana historia ndefu sana, lakini katika miaka yote ya existence, timu ambayo inaongoza kwa kuchukua makombe haya ya AFCON ni Egypt ambayo imechukua mara 7, wakifuatiwa na Kameruni ambayo imechukua mara 5, Ghana wamechukua mara 4, Nigeria na ukubwa wake wote na kelele zake zote mara 3, alafu na Ivory Coast, Algeria, DR Congo mara 2, alafu wanakuja wa mara moja mara wengi. Kabla siendelea, Tanzania imechukua mara ngapi? Ukanda huu wa East Africa bado umekuwa changamoto kubwa sana. Uganda amecheza fainali miaka ya nyuma, mwaka 78. Ilikuwa wengine bado hajazaliwa. Lakini kwa nini nayasema haya? Nayasema haya kwa sababu tuna tabia ya kufurahia mashindano ya watu wengine. Haya ni mashindano ya Afrika, na sababu yake kubwa na ubora wake mkubwa unatokana na dhima hasa ya kuwa na mashindano haya. Mashindano haya ni ya kucelebrate uafrika wetu, kucelebrate unity kwa sisi wa Afrika, lakini pia kudumisha culture zetu. Kipindi cha AFCON Finals huwa kina raha sana, na takapofika time ya kukaribisha watu wetu wa SuperSport presenters wataeleza kumbukumbu, kwa sababu kila mwaka mashindano haya yanapokuwa yanafanyika finals zake,
bado kichwani huwa unakumbuka atmosphere ilikuwa namna gani, celebration, uingiaji wa watu, fans walikuwa wanashabikia, magoli yaliyofungwa, vyote vinakuingia kichwani. Ukiwaza kwa siku za karibuni Cameroon, Ivory Coast, yote kumbukumbu zake bado ziko kichwani. Wale wengine watasema mwaka 80 wakati Tanzania iliposhiriki mara ya kwanza kule Nigeria, kumbukumbu zipo. Na kwa miaka hii ya karibuni, kwa sababu ya of course utandawazi, memories zimeendelea kubakia kwenye macho yetu, kwa sababu ya obviously exposure ya images, footages za magoli, za highlights zinaendelea kutembea kwenye mitandao mara baada ya mashindano kuisha kwa muda mrefu. Kwa hiyo bila kupepesa macho, this is the biggest stage ya football duniani. Kama ilivyo mashindano mengine makubwa duniani, AFCON ni moja ya mashindano makubwa sana ambayo yanatuwezesha world class talent kuziona kwa wakati mmoja na tuki celebrate our African unity pamoja kupitia sport. Morocco ndio mwenyeji, na kama mnavyofahamu kwa miaka ya karibuni Morocco imekuwa ni nchi ambayo kwenye football inaturepresent vizuri sana Afrika.